Unataka aje? Unataka nini wewe? Ngoja niongee na mama yako kijana. Ndio niambie unataka nini? Unataka? Unajua mimba ya wiki moja hata siku mbili huwezi jua. Mwanamke ndio hujua. Sisi wanaume kujua mtu ana mimba na wiki mbili ama siku tatu huwezi. Kwa hivyo naona bana useme hivyo bana wewe. Hello, what's up my good people? It's a girl D and welcome back to my YouTube channel, and make sure you have subscribed to my YouTube channel. Turn on the notification anytime na post video inakufikia, unaenda kuna watch my videos. So guys, vile mnaniona niko na Nabii Rose, Mr. Patrick and Grace and the young man. I don't know Nabii Rose, tulikuwa if uja watch my previous video, go watch it so that you can understand this video nini inaendelea kwa hii video. So let me say hi to them. At least Nabii Rose atueleze, atuambie kila kitu juu ni lazima. I told you guys ni lazima to fix maneno na Mr. Patrick akue a happy man again. Hello Nabii Rose. Hello. Hello Grace. Hello. 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 Hello Mr. Patrick. it's okay. So watu wangu, acha nipe Nabii Rose nafasi aendelee. Okay, mimi nimewaleta mahali hapa. Nimewaleta mahali hapa Patrick. Nilikwambia kuna mahali mtoto wako hako. Roho wa Mungu ameniongoza, nimewafikisha mahali wako. Tumefika hapa. Mama, kijana yako Patrick ndio huyu. Huyu ni kijana yako. Unamaanisha nini mama? Roho wa Mungu amenionyesha, mimi sikujua mlikuwa wapi, lakini Mungu amenielekeza vile Patrick aliwacha mama yako akiwa mjamzito. Akaenda amerudi. Sasa nikawaambia ninajua mahali mtoto wako. Nani amerudi? Baba yako. Baba yangu mgani? Huyu ni baba yako. Wewe mimi sina baba. Mimi sina Brian tafadhali kaa chini nikuelezee. Kutakaa chini. Ni baba yako, lakini alituacha, nimekusomesha, nimepitia mashida mingi, aliniacha nikiwa msichana. Ni baba yako. Mimi sina baba, mimi najua anko. Mimi ni baba yako, lakini aliniacha. Mimi najua tu anko. Hapana, aliniacha tafadhali, aliniacha. Wewe ni nani mzee? Nimekulea na mashida. Mimi sikujui wewe ni nani na mashida. Mimi ndio baba yako, I'm your father. You are not my father, even you cannot talk like my father. You are not my father. Wewe si baba yangu. Tafadhali kaa chini nikuelezee Brian, kaa chini nikuelezee tafadhali. Huyu ndiye alikuwa baba yako na nikutuacha, aliniacha nikiwa na mimba yako. Nimekusomesha nikiwa na mashida mingi. Sasa ndiye anakuja kukutafuta wakati nimekulea. Ndiye anakuja kukutafuta hapa. Huyu ni baba yako, lakini alikuacha. Aliniacha. Huyu ndio hapana, siwezi kukudanganya. Huyu ndio baba yako. Anko ndo Ametulea, lakini lazima nikuelezee baba yako ni mkali. Tafadhali Brian. Tafadhali kijana. Relax. Mtoto wangu. Usiongee. Tafadhali. Huyu ni baba yako. Baba yako wa damu kabisa. Ni vile aliwacha mama, ameenda amekuja kutafuta mtoto wake, na wewe ni mtoto wake wa damu kabisa. Yaani mama ulikuwa unashinanga ukiniambia kumhusu huyu. Huyu ndio baba yako kabisa. Huyo ndio baba yako, lakini nilikuwa na story na nilikuwa nakuelezea. Aliniacha, nakwambia aliniacha. Brian, tafadhali kaa chini. Nimeuza mpaka makaa, nimeuza mpaka maji. Mama yangu ameshindwa kunilipia shule. Brian, kaa chini. Huyo baba yako, ni baba yako, lakini alituacha Brian, tafadhali. Alikuacha Brian, alituacha. Hata mimi nimepitia mashida mingi sana. Relax Brian, tafadhali. Hebu relax kidogo. Hapana Brian, kaa chini. Huyu ni baba yako, lakini alituacha. Wata tunataka kusikia Kenya kimemleta hapa. Alikuwa ameenda shughuli zake, ameenda kazi, lakini wata tusikie Kenya baba yako, kwa sababu amejilete. Brian, kaa chini tafadhali. Relax tafadhali Brian. Kaa chini tafadhali. Hata mimi niko na uchungu mingi sana. Roho wa Mungu anasema mtulie. Brian, mahali umefika, umekuwa mwanaume mzima, baba yako akiwa huko nje. Tafadhali Brian, kaa chini tusikie, kwa sababu inasemekana roho wa mkaa chini tafadhali Brian. Hata mimi pia niko na uchungu sana. Roho wa Mungu amesema mtulie, msikilize maneno kutoka kwa baba yenu. Wacha baba aongee, mtasikia.
na Mungu atawasaidia musikie na muelewane. Wacha baba yenu aongee na nyinyi. Amefika hapa, hiyo swali utamuuliza na atakujibu. Tafadhali. Tulia Brian, tafadhali tulia, wacha tusikie. Okay, Brian, najua vile una feel, but ebu tulia kidogo. Usikize babako anakuambia nini, ajieleze. Anajua amekukosea. Hawezi feel kitu na feel, hawezi kwa sababu mimi nikiuza makaa huko kwa barabara, nikipigwa na vijana huko akiniuliza baba yangu ako wapi, nilikuwa naleta anko. Huyo alikuwa wapi? Alikuwa wapi mzee? Ulikuwa afadhali unasema ni baba, amina kushangaa wewe ni baba yangu wa saa ngapi? I just want to explain. Relax. Kwa sababu amekuja amejilete. Tafadhali mtoto wangu, tumepitia mashida mingi, lakini ni vizuri kutulia tusikie. Wacha tusikie kenye kimemlete hapa. Hata mimi pia niko na uchungu, nimekulea, umefika hapo na unaona sijailete kutoka wakati Patrick alitoka kwa nyumba. Sijailete mwanaume mwingine, sijaiolewa kwa sababu hata mimi nilisikia uchungu sana. Sana nikaona hata nikileta mwanaume mwingine ama nikienda kuolewa bado nitakuwa na ile shida Patrick alinifanya. Kwa hivyo mtoto wangu tumefungia mpaka nyumba tukaenda kuishi saizi za Karioko. Wacha tusikie. Wacha tafadhali Brian, kaa chini nisikilize kama mama yako, tumepitia mambo mingi. Tafadhali kaa chini. Ninaomba tu mnisikilize na mnipe masikio tafadhali. Grace, Brayo, I left your mom. We left each other long time ago. Mama alipata mimba yako wakati sisi bado tungali vijana. Na unaelewa ukiwa kijana uleta msichana kwa boma na kwa na mimba, wazazi saa zingine wao wanaleta shida. Wazazi wa gani? Kwa nini ulikuwa unanipatia mimba ukijua unaingiza wazazi wa nini? Hakuna mahali wazazi walikuwa wanakujia. Tukipatia na mimba wazazi hawakuwa hapo. Wacha kuingiza wazazi. Wacha kuweka hiyo kitu inanifanya nasikia uchungu sana wakati unasema sijui wazazi sijui nini. Ulikuwa wapi hizo siku zote? Ulikuwa wapi hizo siku zote? Ni between mimi na wewe. Mimi na wewe. Hakuna mahali wazazi wanakujia. Wewe. Ulikuwa wapi? Nini ulikuwa wapi? Usiseme mambo ya wazazi. Ni mimi na wewe. Ulikuwa wapi? Ishi Amerika. Umekuwa ukiishi Amerika mzee, na mimi nimekuwa hapa nikiuza makaa. Umekuwa ukiishi Amerika. Hebu kaa chini Brian, kwa sababu mimi ndio nimepitia shida nyingi sana nikikulea. Tafuta maisha ili tunione vile ninaweza jiendeleza tunapo. Ujiendeleza na nani? Ulikuwa unajiendeleza na nani? Ulikuwa unajiendeleza na nani? Na nani? Hata wakati nilikupea mimba, unajua wakati uliniambia tu uko na mimba, sikuwa nimeiona. Mimi naye nikukaacha. Ukienda na ukienda nilikwambia. Unasema nini? Hatuko umeona nini? I was not sure kama kweli ni mimba alikuwa ananiambia. Au kwa sure na sungenipeleka niende nikapime uangalie kama ninaongea uongo. Ukienda hizo Amerika zako na nilikuwa nimekwambia, sungeenda upimwe, unipeleke nikapimwe ndio ujue. Ulijua ndio ukanihepa ukaenda. Tafadhali ninaomba mpe nafasi. Tumpe nafasi tusikie mabaya mazuri yale atatoa, Mungu atatuongoza. Basi mimi najaribu tu kusema wakati Grace uliniambia umepata mimba ama umeshika bora, sikujua na sikuelewa hata kama mimba ilikuwa hapo, but nilishikwa na uoga sana mimi. Ndio hivyo tuliachana na nikaenda Marekani. Wakati nilikuwa nimepata nafasi ya kwenda Marekani, nimeishi Marekani muda mrefu kwa kweli, karibia miaka 9, na nimerudi, nimekuwa nikituma pesa hata huko nyumbani. Na hiyo ndio imeniletea hizi mashida zote. Kwa sababu mwenye nilikuwa nimechukua ati ndio bibi, tujaipata mtoto na yeye. Mpaka saa hii hata nina shida kubwa sana. Nimemtumia over 20 million. Nikifikiria atajenga boma nzuri ili nikapate kuja kuishi vizuri. Nikapata na yeye amechukua hizo 20 million akaenda akanunua kwingine na akajenga huko. Hata kile kimenisaidia tu ni huyu nabii. Alipoingilia hii maneno yetu kupitia kwa huyu ambaye amenisaidia, ndio hii mambo ikaanza kujifunguka. Hadi kuna msichana nilipeanga mimba, nikakimbia nikaachana na yeye, nikaenda Marekani. Na hilo jambo ndio bado limenishikilia, sipatangi watoto. Ndio sasa nimengangana na yeye kumulilia, ndio amefikisha mama namna gani. Mimi ndio niliambia Patrick, shida yako Patrick nilimpata akilia apati watoto. Nikamwambia kufungwa kwako kutopata mtoto, kuna msichana mulipata mimba, ulimpa mimba mkiwa msichana. Ukamkataa na akaenda akapata mtoto. Hiyo uchungu wa ule msichana ndio umekufunga uwezi pata mtoto until utafute huyo mtoto umuone
muongee hivyo, ndio sasa utaweza funguka, maisha yake ndio itafunguka. Si hivyo yote ilikuwa imefungana. Ndio naingilia hapo Grace, nimekuja tu. Najua una uchungu. Hata mimi nina uchungu sana. Nina uchungu sana. Mimi nina uchungu, nimeumia sana nikiwa kijana. Nimeumia sana. Unajua wewe kijana, wewe ni mtoto wetu. Nimeumia sana. Usiseme tuone vile tutasaidia hii maneno. Nimeumia sana mzee. Nimeumia sana. Nasikia uchungu sana kwa naelewa hiyo yote. Naelewa hiyo yote. Pati kiota nikwambia lazima ungepitia kwa hizo mashida zote umekula. Mungu angekubali kwa sababu nilikuwa very innocent. Na nilikuwa nimeamua maisha yangu na wewe, ati sasa niko wakati nitakwambia niko na mimba yako, utanikubali na tukae na na tuanze doa. Lakini uliona vizuri uende, sijui unasema ulienda wapi? Ukaniacha na mashida mingi. Lakini Mungu angekubali upate mtoto mwingine wa nje. Grace, unayosema ni ukweli. Na ndio nabii aliniambia hiyo maneno yote. Aliniambia hizi shida napitia na mahangaiko hii na pesa zangu potea kwa watu ambao hata waeleweki ni kwa sababu ya mama msichana nilizaa naye mtoto. Hiyo acha ni Grace, mama najua uko na uchungu, lakini kenye Mr. Patrick anajaribu kukuelezea mama ni hivi. Yeye hakukuwa anajua hizi time yote, hakukuwa anajua ako na mtoto, ako na msichana, but alikuwa anajua aliwahi kudate. Ndio maana nabii vile alimwambia make sure amekutafuta. Mr. Patrick, unaona make sure amekutafuta. Anataka aje? Sasa tuambie unataka aje? Wewe unataka nini wewe? Ngoja niongee na mama yako kijana. Ndio niambie unataka nini? Unajua mimba ya wiki moja hata siku mbili wewe sijua. Mwanamke ndio hujua. Sisi wanaume kujua mtu ana mimba na wiki mbili ama siku 3 wezi. Kwa hivyo naona bana useme hivyo bana wewe. Kupitia kwa nabii ndio sasa nimeelewa ni kama nilipeana mimba mahali na ndio amenielekeza. Wewe tumeteseka sana juu yako. Kumbe umekuwa tu uko Amerika au sisi tunakuwa tukiteseka. Nauliza mama, babangu ako wapi kila saa? Brian, tafadhali. Brian. Tumezoea kula shida zetu. Shida tunakulanga kila siku, tumezoea. Mama akikosa chakula tunalalanga njaa. Brian, tafadhali kulala kwa carpet. Tafadhali tulia Brian. Wacha kwanza tusikie vile nataka. Wacha tusikie kwa sababu hata saa hizi tumekula shida mingi. Wacha tusikie venye anataka. Wacha tusikie venye anataka. Tunaomba patia baba yako nafasi aongee maisha duniani hii ni dunia ina mambo mengi na magumu. Kwa hivyo leo nimemleta Patrick kama angepatana na mimi angekuja kukutafuta Grace. Mimi ndio nimemwelezea story yake kutoka utotoni bila ameishi na kila amefanya Amerika hiyo bila imefungana. Ni Grace uliyetupa na mtoto. Ndio maana tuko hapa. Patrick angejua hiyo angeishi tu mpaka aishe bila kujua shida yake ni gani. Kwa hivyo wacha kueleza. Sasa hata tuko na kazi na yeye. Sisi kwa tumezoea kuishi maisha yetu ya shida. Anko ndo ametuangalia. Angeisha ishi huko. Nimeuza mpaka makaa ukiwa Amerika. Na uko nani baba yangu? Mnaomba tu munisikilize Grace, naomba tu unisikilize. I'm ready to start afresh. Sikujua. Nabii ndio amenifungulia hii maneno yote. Akasema ulipa mwanamke mimba. Na yenyewe mimi nijaribu kukumbuka ni nani. Nikakumbuka tu wakati uliniambia nimeshika mimba ya tulikutana na mama yako one day. Hiyo tu akaniambia kwa na mimba. Na mimi sasa ujanani nikasutuka. Kusutuka kwangu na ndio kukaa kando na yeye akakaa kando na ndio nikapata nafasi ya kutoka nje. Lakini nimerudi, naomba Grace uongeleshe mtoto wangu, ndio nimemuona hata mimi nafurahia. Naomba tu usiniite mtoto wako. Usiniite mtoto wako. Mimi najua tu anko ndo kama baba yangu ndo amenilea. Tulia tafadhali. Tulia tusikie. Tulia. Life kuna kuanga na uncles na kuna kuanga na mahali umezaliwa. Kuna uncles upande zote. Kuna baba na kuna wajomba. Sasa wale unaita ango ni ndugu za. Ango ndo amenilea. Yeye ndo alikuwa ananibaia kila kitu yenye nataka. Tulia kwa sababu amekuja kuomba msamaha. Wacha tusikie. Tafadhali. Hapana, wewe wacha na mambo hizo. Hapa tuko tunauzisha anko. Tafadhali wacha tusikie venye. Wacha tusikie baba yako amekuja kunini. Wacha tusikie. Unajua hata anko ningeenda kwa mankos na shosho zako upande wa mama, hawangejua mambo yangu. Kwanza ingekuwa zaidi vibaya. Ni vizuri nimekuja kwa mama ambaye amekuzaa, ambaye tulikuwa na yeye. At least hapo tunaweza anzia hapo. Lakini hata maango unasema twende kwa wataniona kama nini? Wataniona kama takata. Mimi nakuomba
usikilize mamako, na tumekuja na mtu wa Mungu, na mimi ndio babako. Ukweli ujidhihirishe, tuone tunaanzia wapi maisha tena upi. Hivyo ndio mimi naomba tu Grace. Anaomba tu yeye Kenya, anaomba tu ni at least mukwe na in a place in your heart, mumuelewe. Hiyo tu. Hivyo. Ni sawa. Tumekubali. Mama, tumekubali. Wacha tukubali kwa sababu amejirete.